Mfanyakazi wa usafi kwa bahati mbaya alivunja kiti cha bosi chenye thamani ya dola 70,000. Ghafla akasikia nyayo zikikaribia nje. Kwa hofu akajificha chini ya meza. Cha kushangaza, aliyekuwa anaingia ni bosi mwenyewe. Lakini alipokaa kwenye kile kiti, kikavunjika mara moja. Na hapo akamkuta mfanyakazi wa usafi akiwa amejificha chini ya meza. Walipotazamana, wote wawili wakapiga kelele kwa hofu. Bosi akachukua upanga uliokuwa karibu naye na kumuuliza kwa nini alikuwa amejificha chini ya meza. Mfanyakazi akadanganya kuwa alikuwa anasafisha vumbi chini ya meza. Wakati huo, bosi alishangaa sana, kwa sababu mwanaume huyo alifanana kabisa na kaka yake aliyepotea zamani. Hata wanahisa wengine walimuonyesha heshima kana kwamba wanamfahamu. Mwanaume hakuelewa kinachoendelea. Kwa hofu akakimbia. Lakini bosi wa kike alimtafuta na kumpata haraka. Kisha akamwalika kwenda kwenye vila yake. Bosi alijua kaka yake alikuwa na nguvu sana. Ili kuthibitisha kama huyu ndiye kaka yake, akamwambia ampige ngumi, huku akijigamba kuwa yeye ni bingwa wa mapigano. Lakini mwanaume alitikisa mkono wake kidogo tu, na bosi akarushwa mbali mara moja. Hapo ndipo alithibitisha kuwa huyo ndiye kaka yake aliyepotea. Ghafla dada yake bosi akaingia nyumbani. Tangu kaka yao apotee, alikuwa akitaka kunyakua mali za bosi. Alipofungua mlango, alimlazimisha bosi kusaini makubaliano ya kuhamisha hisa za kampuni. Lakini alipomuona mwanaume, alishangaa sana, kwa sababu ni yeye aliyepanga njama ya kumtupa kaka yao kutoka mlimani. Hakutaka kuamini kuwa mwanaume huyo ndiye kaka yao. Kwa hiyo akasema kwa makusudi kuwa kaka yao alipenda sana mapigano, na akaalika mabingwa kadhaa wa mapigano kupambana naye. Wote wakaenda nje kwenye eneo la wazi. Mwanaume alikuwa na hofu na hakujua afanye nini. Alipoona hasogei, dada huyo aliamini zaidi kuwa ni tapeli. Akaamuru mabingwa wa mapigano wamkamate mara moja. Walipomshambulia kwa nguvu, kila mtu alidhani mwanaume yupo hatarini. Lakini sekunde iliyofuata, nguvu zao zilianza kupotea taratibu. Kisha mwanaume akatoa nguvu kubwa ya ndani, na mabingwa wote wanne wakapooza na kuanguka chini mara moja. Ukitaka nilete mwendelezo, comment next.